Wanasayansi wanadai kwamba mwanadamu wa kwanza ametokana na nyani. Hata hivyo, watu wengi wanajiuliza ya kwamba ni kweli binadamu wa kwanza katokana na nyani? Lakini tukiangalia katika pande mbili ambazo pande hizo zinatofautiana. Pande ya kwanza huwa inaamini ya kwamba mwanadamu wa kwanza ametokana na chembechembe hai moja ambayo asili yake ni sokwe. Na tukijaribu kugeukia upande wa pili ambapo unadai ya kwamba binadamu wa kwanza ametokana na kuumbwa na Mwenyezi Mungu. Lakini katika historia inavyoeleza ya kwamba kuna jamii zilikuwa zinaishi pasipokuwa na makazi, hali yao iliwafanya waendelee kuishi porini, huku wakisemekana kwamba ndiyo asili ya watu wa zamani ambao chanzo chao walikuwa ni manyani. Zaidi ya Bushmen au watu wanaoishi porini takriban 100,000 katika nchi ya Botswana, Namibia, Angola pamoja na Afrika ya Kusini ambao wameishi zaidi ya miaka 1000. Nimeanza kukueleza hivi kwa sababu nataka nikukumbushe au nikuelezee historia ya mwigizaji bora nchini Namibia ambaye alifanikiwa kuigiza maisha kama ya mtu wa zamani kutokana na muonekano wake. Kwa jina kamili anaitwa Nisau Toma almaarufu kama Bushman, ambaye alizaliwa tarehe 16 Disemba mwaka 1944 huko Sumkwe, Namibia. Bushman kama jina lake linavyodhihirisha kuwa yeye ni binadamu aishie porini na pia mkulima mfugaji, na alikuwa mwigizaji bora nchini Namibia. Kazi yake ya kuigiza ama ya uigizaji ilianza safari mnamo mwaka 1980 licha ya kujishughulisha katika kilimo hadi mwaka 1994. Lugha ambayo alikuwa akizungumza ilikuwa inajulikana kama Johan, Otijiherero na Swana, tena kwa ufasaha zaidi, lakini katika maongezi yao ni kama wanagonganisha ndimi, yani lugha ya Khoisan. Kwa mtu wa kawaida ama mgeni huwezi ukaelewa hata neno moja. Bushman alikuwa mtu mkarimu sana na kiongozi katika jamii yake na kupewa cheo kama Siso, ambaye ana jukumu la kuiongoza na kuitetea jamii yake kama watu wa Makhoisan. Kama jamii ya Makhoisan, wengi wao walikuwa ni wawindaji, wakulima pamoja na kulea familia zao pindi wanapokuwa na watoto wao. Nisau au Bushman katika maisha yake hakuweza kutambua hata umri wake. Ni mtu ambaye ametoka katika familia ambayo haina tamaduni ya kuthamini vitu vya thamani au vitu ambavyo vitakavyomwezesha ama kuendeleza katika maisha yao ya kila siku kama vile fedha. Nisau hakuweza kuzungumza Kiingereza wala Kiafrika, lakini tabasamu lake liliwavutia sana wazungu pamoja na wakalimani, na huku wakivutiwa sana kupata nafasi ya kuzungumza naye. Licha ya mazungumzo yake pasipo na kueleweka, alitumia lugha yake katika masimulizi ya maisha yao, na hapo wakalimani wakasaidia kutafsiri lugha hiyo kwa watu weupe. Ndipo hapo wakaamua kutengeneza ama kuandaa filamu ambayo itakayohusu maisha ya Bushman. Katika filamu zake alizoweza kuigiza na kumfanya awe mwigizaji bora, filamu zijulikanazo kama vile The Ghost Must Be Crazy mnamo mwaka 1980 na ile ifahamikayo kama The Ghost Must Be Crazy Part 2 ya mwaka 1989. Katika filamu zake wahusika walishangazwa sana na mafanikio makubwa walioyapata. Lakini kuna filamu mbalimbali aliweza kuigiza, mojawapo ijulikanayo kama Crazy Safari ya mwaka 1991, Crazy Hong Kong ya mwaka 1993 na The Ghost Must Be Crazy Funny in China ya mwaka 1994. Katika filamu hizi, meneja ambaye alihusika na kazi ya uandaji na utengenezaji hakutaka kusema mshahara atakaomlipa Nisau. Kwa bahati nzuri, kulikuwa na mwongoza filamu ajulikanaye kama Jamie ambaye alifanya maamuzi na kutenda haki ya kumlipa mshahara wake wa kwanza Bushman dola za Kimarekani 300. Kwa kipindi hicho zilikuwa ni hela ndogo sana. Licha ya kutojua umuhimu wa hela, Bushman akaamua kuzichana-chana.
Kwa baadaye alipata nafasi na kwenda ughaibuni kuigiza movie na kuja kupata elimu ya kuhusu maisha na umuhimu wa matumizi ya pesa, na baadaye kuja kudai dau kubwa sana la pesa. Lakini baada ya hapo na mafanikio na kutambua thamani na matumizi ya fedha na kufanikiwa kujenga nyumba ya kifahari huko nchini kwao Namibia, na kuipa sifa jamii yake kwamba hakuna mwigizaji bora ambaye alifanikiwa kutoka nchini kwao Namibia. Katika filamu hizo, Nisau alipata asilimia ndogo sana kuliko waongozaji filamu ambao waliweza kupata utajiri kupitia filamu hizo. Ila baada ya kuigiza filamu hizi, aliamua kurudi nyumbani kwao Namibia na kuendelea na shughuli zake za kilimo. Mazao aliyokuwa akilima yalikuwa ni mboga ambazo ni za asili za Kiafrika kama vile maharage na mahindi. Nisau alibaki mtu wa kibinafsi sana na mara chache aliongea juu ya maisha yake. Waandishi wa habari wa Namibia ambao walipata nafasi ya kuzungumza naye na kumhoji maswali waliweza kuzungumza naye kwa heshima, lakini waliripoti kwamba ni mume mwenye wake watatu na watoto 12 kwa mke wake wa kwanza. Katika harakati zake za maisha aliweza kubadilisha dini na kuacha mila ambazo alizokuwa akiziamini hapo awali na kuwa Mkristo mwaka 2000. Tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2003 alifariki dunia baada ya kuugua kifua kikuu ambacho kilimpata kutokana na tabia ya kuwinda ndege majira ya usiku. Kifo chake kilimpata baada ya kutoka kutafuta kuni porini na hatimaye kupoteza maisha. Inakadiriwa kuwa alikufa akiwa na umri wa miaka 59 na alizikwa kwenye makaburi ya asili huko Sumkwe mnamo tarehe 12 mwezi Julai mwaka 2003 pembeni mwa kaburi lake la mke wake wa pili, na aliacha watoto 6. Na hiyo ndiyo historia fupi ya mwigizaji bora nchini Namibia ajulikanaye kwa jina la Bushman ama jina lake asili Nisau Thoma,